wasichana wa young ambao wamepata mimba wakiwa young, teenagers matter. Tunawaleta alafu tunawarudisha shule, tunawalelea watoto. Tunawasaidia, tunawapea kila kitu, wanarudi shule kuanzia penye aliachia. Wengine wamepata mimba na watu wao wa karibu, wasasi wao, ndugu zao. Ndiposa tunawachukua, tunawapea the second chance. Kwa majina naitwa Andira Beka, mimi ni caregiver watoto wadogo. Nimekaa hapa for 9 years nikilea watoto wadogo. Wao tunachukua wasichana wa young ambao wamepata mimba wakiwa young, teenagers matter. Tunawaleta alafu tunawarudisha shule, tunawalelea watoto. Tunawasaidia, tunawapea kila kitu, wanarudi shule kuanzia penye aliachia. Wengine wamepata mimba na watu wao wa karibu, wasasi wao, ndugu zao. Ndiposa tunawachukua, tunawapea the second chance. Alafu after mwasaidia mwapea the second chance, wamerudi sawa sawa. Wakitoka hapa hivi, kuna njia nyingine huwa mnawasaidia ndio blend vizuri kwa society pia waendelee na maisha yao? Mwanzo ilikuwa ukimaliza form 4 unarudishwa nyumbani, lakini kwa sasa unaenda paka colleges, university. Ukimaliza hapo utakuwa unaweza pata kazi, ukajiajiri ama ukaajiriwa na ukajiendelesha kale mtoto wako. Wanakumenta from the time umekuja hapa mpaka the time umekuja hapa. Tunachukua watoto kuanzia 12 years, wengine ni 11 years. Tunangangana nao paka penye mtu atataka kufika. Nategemea na uwezo wako wa masomo. Alafu umeniambia pia kuna wasichana hapo wenye wamepata mimba kupitia familia karibu sana, baba zao na mandugu pengine na watu wenye wa surround. Tuko nao karibu 7 hivi. Mwingine ni baba msasi, mwingine ni uncles, wengine ni wachomba. Hata wengine wamefungwa, wazazi wao wamefungwa wako hapa. Wengine hata atulei watoto, kama ni mtoto ni wa baba, atulei mtoto. Ndio mmekuwa mkisikia mwingine akisema mimi naitwa fulani na hana mtoto. Huyo mtoto tuwezi lea mtoto wa baba. Gentlemen, on stories that he leo tuko hapa hivi. Umetuambia home inaitwa nini? Esther Home. Esther Homes. Jina yako inaitwa nini? Unaitwa nani kama? Naitwa Rachel Nabai. Tuambie ulikuja hapa lini na nini ilikuleta hapa? Nilikuja Esther Home 2021. Na Esther Home is a home of teenagers moms whereby you want to give a second chance. So Esther Home is a home of second chance. Ulikuja hapa 2021 ya? Nini ilikuwa main reason yako kufika hapa kama? Ni juu nilikuwa na mtoto, so they have to take me here to give me a second chance and go back to school. Hiyo ilikuwa sorry to ask this, hii ni choice kama utajibu. Ulipata mtoto out of choice ama out of other circumstances? Ilikuwa ndasema out of knowledge because nilikuwa young, nilikuwa 15 years. Ulikuwa 15? How old is your kid now? Ako 5 years. Ulikuwa 15 years ukipata ball. Experience yako hapa na wenzako imekuwa aje? Imekuwa poa. Juu Esther Home imetufunza kukaa na watu wengi. Hapa kuna wasichana wengi, more than 20. Like kila mtu anakuja na behavior yake. We have to kuenda na hiyo to blend in, to make sure kila mtu wako accommodate. We have to fit in. Sindio? It's a good thing, sindio? So far wewe at your own personal level una benefit haje kutoka hapa hivi kwa Esther Home? Kitu naweza sema Esther Home is like my second family, my second home. Kama si Esther Home maybe hata nilikuwa nilimaliza high school, maybe nilikuwa sasa niko shule. Like imenilea tangu 2021 hadi sasa niko campus. Uko campus. Unafanya course gani sasa hizi? Nafanya electrical engineering. Electrical engineering. Wow, that is good. Congratulations. Na niko sure utafika mbali. Thank you. So after hapa hivi uko equipped na knowledge na skills gani zenye ukifika huko nje wewe zinaweza kusaidia kusurvive kwa life? Nikitoka nje maybe kama sitakuwa nimepata job yenye nasomea, I can bake, naweza fanya makeup, naweza fanya nails polish. Vitu mob. Hizo zote ni hand skills zenye umelearn. That is good of you, si ndio?
What do you like ukitoka hapa hivi unaona life yako huko nje kama inaweza kuwaje? Like society inaweza, utarudi home mama utaanza life ingine? Esta home venye imenishape, naweza enda kwa society, pia niambia wasichana wengine wako na ball, maybe nilikuwa kupenda kwa ama ilikuwa out of knowledge that kuna second chance na wasigive up, pia wanaweza enda somewhere na waka medit kama mimi. Ndio. Kila mtu ako na second chance, ndio. Sometimes unaweza make decisions out of no knowledge, out of maybe inexperience, na decisions zenyewe at your own personal level unaweza zi regret kwa life, si ndio? Maybe you are just young, you didn't know. So at least hapa Esta Homes imewapea second chance, na wakitoka hapa wako well equipped with everything. This is a good place for them, na as you can see wote wako tu fiti. Tumepita huko kwa shamba yenu. Wewe pia unajua kulima? Vibaya sana. Kuna blisters. Sinaona nails. Hauna nails. Yeah, but it's good. Na thanks kwa kuongea na sisi. Na pia courage yenye umetake kuanza tena na mtoi at that young age. It is so courageous of you. Utaenda mbali mama. You will achieve a lot of success. Keep your moyo and be who you are. Go and take care of the world. Thanks. Naitwa Miriam. Mimi natoka hapa Esta Home. Esta Homes. Hii Esta Homes ilikuwa established, ilianzishwa lini? Ilianzishwa 2004. 2004. Imesaidia watu wengi sana around, si ndio? Wewe at a personal level, wewe kama wewe mwenyewe, ulikuja hapa mwaka gani? Mimi nilikuja hapa ilikuwa 2022, mwezi wa 8 tarehe 28. Kukuuliza tu, sijui kama nini ilikufanya ufike hapa, ulijipata aje hapa hivi? Esta Home imekuwa ni a rescue center ambayo inaokoa wasichana ambao walipata mimba. So me when I was in school, nikiwa class 8 nilimit kijana, after some time nikapata mimba, and I felt like it was the end, nikaona ni mwisho. But there was a teacher mwenye alikuwa anajua about this institution, akaniorganize hapa hivi, alafu social worker wa hapa hivi kakam home akani assess. After hapo hivyo ndo mwezi wa 8 nikakuja huku Esta Home. Kwanza hapo wakati nilikuwa nimefanya 8 KCP results katoka, nikakuja hapa hivi nikaanza form 1 hadi sasa niko form 4. But Esta Home haikufunzi tu about kunini kusoma peke yake ama chance ya kurudi shule peke yake. But Esta Home pia inakupeleka like inakufunza basic needs zenye unahitaji kama kulea mtoto. Juu most of us tunakujanga hapa hivi juu ni mtoto hujui kulea, lakini ukifika Esta Home unajua kulea mtoto. Tuko na kubekwa, tunabeki keki, mikate, sasa vitu zote huwa tunajifanyia. Shamba tunakuja wenyewe, si ndio tunalima. Nyinyi ndio mnalima hapa hivi yote? Wow, it's beautiful. Mnafanya kazi poa sana, just ladies. Mko na bidii sana. I really appreciate your job, si ndio? Asante. So hapa hivi after hapa wewe unaweza kuwa na after hapa hivi unaweza advise aje watu huko kwa community wenye wamepata mimba na pengine wanaona maisha yao imeisha na mambo imekuwa ngumu? What I will tell them is that kupata mimba is not the end. As long as you believe in God, Mungu atakusikia. Na pia si lazima tupate a place like this ndio utakuwa maisha yako ni better. As long as ujikubali, na pia usikubali kutoa mimba because that is risky. Kubali huo mtoto because God has a plan in everything. Asante sana na congratulations kwa kurecover na go all through hizo mental challenges zote na mpaka penye umefika hapa. Naona sura inakaa poa. At least umeheal, unakaa fiti sana, si ndio? So congratulations na step by step huko ndio mwisho, si ndio? Yeah, so tell us your name. Beldina. Beldina. Yes. Why are we here today? As Transcript Films, we are here to celebrate 5 years in the industry. It's been good. Anniversary, yes. Yeah, it's been good, yeah. We like it. What is the future of Transcript Film?
We're looking forward to a wider outreach on the creative industry. More films coming up. Yes, and more outreach to the community. Okay. Today we are doing community outreach. We've seen girls here. Some of them have tried to share with me their stories. Community, like the place they come from, the people surrounding them, that is family and maybe close relatives that they trust. They are the ones who have caused them so much harm and pain in life. What do you say about that? We live in a society where a lot of things happen, yeah, and having a place like this where it sounds like refuge to most of them, it is a good initiative for anyone who has compassion to reach out to these beautiful babies, the teen moms that are here, and just help them hear their stories out. And it should be a learning environment also as well for us back in the society to know that these things are happening, not to live ignorantly. Yeah, that is a very good thing and opinion from you. I think pia sidhani kama government ama society at large to accept atrocities kama hizi na tunazi bring to light. Kwanza most especially huku chini vitu kama hizi zikifanyika, kids being raped and all those atrocities, we try to solve them locally. It is not a good thing. Na pia inafaa we do what we are supposed to sensitize the community to ensure pia watu kama wanasikizwa na wanapewa chance, so wakitoka hapa pia wanakubalika poa, si ndio? Yes, kabisa. Thank you for Asante. Thank you so much. We are having now lunch with Mr. Good People. When you're around this man, huwezi kosa kula. Aliniambia I must fat. Lakini wewe ulikuwa umekonda sana. Hapana bana, ni muscles. Muscle gani? Inameenda nani? Nimeunga internal. But you should walk around me. Maana hata daktari alikuwa saizi akiona mimi nikifika hapa hivi. Daktari anashangaa. Nikifika hapa hivi penye wewe umefika watanimaliza. Babu yangu atatani kwa grave. Genetics yetu sio. So tell us about this place. How madam, the surrounding, how you see it. So, these ladies, young mothers from 12. Young mothers. As young as 12. As young as 12. Circumstances. Wengine ni circumstances. Yeah. Stories zao are very touching. Sana. There are stories, one that will make somebody have goosebumps. Zitakuguza mtima. Mwingine ameniambia alipata bola akiwa very young na ilikuwa from one of the closest relatives. Imagine. And, the stories of these people hapa Esther home is very touching. But we thank the lady behind this whole thing. The whole management. Yes. Bwana, nimetembea huku ndani. Hawa wasichana wako na sunguchi. Yeah. Do you know sungura? Nimeisikia. Wamefuga sungura. Wako na ng'ombe. Wow. Ya maziwa. Ng'ombe ingine tu kubwa. Inakamuliwa kama 20 liters. Surprisingly wananiambia ni hao wanafanya hizi shughuli zote. They do it all them by themselves. Wako na shamba huku ndani. Wako na sukuma wiki. They have planted variety of vegetables. Nderema. Everything. Misheveve. Like mito. They are being trained on self-sufficiency. On how they can tackle this world after they come out of this place. They are blaming our gender. Sons of Adonija. But sasa shida, unajua zingine ni sawa, lakini sasa wakiblame gender yetu. Lakini hii gender yetu pia sometimes huwa tunakuwa tumejiachilia, si ndio? Like we men, we are the protectors of the society. At no any point inafaa to harm society. Sisi ndio tunafaa to provide grounds and at least unfortunately young kuna tu wengine ni fisi. Sio fisi ile yenye mnasemaga tu ni fisi. A hyena that is devouring even a kid goat. It has no mercy on something young, something that is not yet ijaiva. Maembe ile ambayo unakula maembe na chumvi. Sasa some of the men those are cowards. Hizi ni maembe zinakula na chumvi. Wamefanya vitu mbaya sana. Yeah, some walikuwa hata saizi hawangekuwa hapa if they were not given a second chance. I think Esther Home has given them a second chance. When we come also, when we tag along as a group, we come and remember them and celebrate our 5 years in the industry, and we touch them.
Ni furaha tu. Ni furaha by the way. Ukifika hapa hata unasikia tu mwili adrenaline inapanda. Look at them, they are smiling. Yeah, at least Inafurahisha. This place imewapea hope. Yeah, imewapea hope. Wanapelekwa shule. Very good. They are going to school. Vifaranga zao they are being taken care of. Nicely, I've seen. Wako na kama mati. Kwa domo walikuwa wanatoka matron. Matrons, yeah. Sasa wako na kamati kao huku. Kana wachumu. Hao wakienda shule yanabaki na hao wadogo wadogo. So she handles them when the mothers are away. So while we were here kitambo, kuna katoto nilikabeba. Nimeuliza kaka wapi, nikaambiwa mama yake alimaliza shule. So ameenda. Yeah. So I think when they get to the age of maturity, now they go and face the world. But ni kitu mpoa sana wanafanyiwa wale. Kwa mzuri sana. Society needs people like how. Si ndio? Hapa ndio hope. It is a good place. Thank you Saroli. Karibu. Ndakutana tena na wewe kwa kula. Wewe kula hata mimi pia wacha nikule. I'm Sir Rawlings, the chairperson of Transcript Films, and today we are here at Naisambu, Esther Home to be particular. We have gathered to celebrate the 5th anniversary of Transcript Films as a production group based in Trans Nzoia County. We are marking 5 years of excelling in the film industry in Trans Nzoia County, and we decided to come and celebrate with the community at Esther Home. As part of our community social responsibility. So we are here making merry and just giving thanks to the Almighty for the goodness that He has done for us. So tumeamua kuja Esther Home because we share something with the community. As Transcript Films, our theme or our annual statement this year says stories that heal. And the community at Esther Home are young girls that have endured some challenges, sexual harassment and such. They are victims of rape, some of them, and at a very young age they have become mothers. So we decided to come here and just spread the joy of being in the industry for 5 years. My secretary, deputy. Thank you for this opportunity. My name is Belina Namisi. I'm the Deputy Chair, Transcript Films. By virtue of being here, it's a powerful statement of compassion and solidarity. The fact that we are here to celebrate our anniversary as Transcript Films, 5 years in the film industry, it means that we value the community, we value teen moms, and deciding to celebrate with them means we are here to encourage them. We are here to tell them that their dreams are not dead simply because they've given birth at a young age. They still need encouragement, they still need guidance, and that is simply why we are here, to celebrate with them and encourage them, to let them know that they are part of this big society. Thank you. Yes, kwa majina naitwa Karo Wafula. Hapa ni Naisambu Esther Home. Esther Home inalea wasichana wadogo, wamama wadogo ama wamama wachanga. Mimi niko hapa kama mama mlezi watoto wadogo. Watoto wako 20 sasa hivi tumefika 23. Kuna 7 wanaenda shule. Asubuhi tunaamuka mapema, ninawatayarisha, ninawapeleka shule. Baadaye narudi kushughulikia wenye nimeacha kwa nyumba wadogo. Amen. Amen. Auntie. Kwa majina naitwa Andirabeka. Mi ukaa Esther Home kusaidia kulea watoto wadogo. Esther Home kuna wamama teenagers ambao walipata mimba wakiwa wa young. Tumeamua kuwarudishia shule alafu tunawalelea watoto. Challenges ambayo tunapitia kama sisi ambao tunapaki na hao watoto wadogo. Kuna wamama wanachikuta wamepata hao watoto wadogo, lakini wengine hawapendi watoto wao. Hata wengine hawajui jinsi ya kuwanyonyesha, kuwalisha, kuwafalisha pampers. Sasa inabidi tuwafunze jinsi ya kufalisha pampers.
tunang'ang'ana nao mpaka inafika mahali wanajua jinsi ya kulea mtoto, jinsi ya kunyonyesha mtoto. Usiku pia tunalala nao watoto wadogo, kwa sababu pia wasichana wengine wao hawajui kulala na watoto. Ukimwachia mtoto huenda atafinya mtoto usiku. Hiyo ndio challenges tuko nayo, lakini tunaomba Mungu atusaidie. Asante sana. Kwa majina naitwa Evans Barasa, nikiwa member wa Transrift Films. Leo tukiwa tumetembelea hapa Esther Homes. Tunashukuru Mungu kwa sababu tunaonesha upendo na sina mengi. Asante. Kwa majina ni Ian Agufana, Deputy Secretary wa Transrift Films. And today being our 5th anniversary, we have come here at Esther Home. Tumefurahi kukuwa na hawa watoto na tunaomba tu Mungu akuwe nao. Yeah. Thank you. Naam. Asanteni sana kwa ambao wanatusikiliza. Mimi ni actor wa Transrift Films na ningependa sana nishukuru tumekuja kwa Esther Home. Huku kuna chakula. Hapa kuna wasichana wako na watoto wazuri. Na tunashukuru sana kwa ambao wanawasaidia kuwachunga. Na si ati tumesema bado, mnaweza tuma msaada wenyu na kile ambacho mnayo. Akikweli mnaweza kuwa mmesaidia. Alafu jambo lingine, mimi kama mwigizaji, kwa Kiswahili mwigizaji wa Transrift Films, ningependa nishukuru sana. Lingine watamaliza na ambaye amenipea microphone. So we thank God for the 5 years, and as we are ushering a new year, we are promising you, our viewers and audience, something new, something amazing, that we shall continue soaring beyond creativity. Evans. Toka kwa frame. Huyo. Mishimpe. Mnaniona vizuri? Shika. Mimi ndio Abdi. Yes. So we are here. We are here to celebrate with you. Tunatokea Transrift. Most of us tunatokea Transrift, and we have our friends also have joined us today to celebrate this day with us. So Transrift Films celebrated its 5th anniversary on the second Saturday of June. Tulikuwa tumeongea na Karen, we were supposed to come here in June, but mambo ikaenda vile ilienda. So we came, si mliniona? Si nilikuja? Na tukakubaliana tarehe leo. Nimekuja ama sijakuja? Sasa mimi ni fire si fire?
Mimi ni moto si moto. Hey. So we have been acting for 5 years. We are filmmakers. And in June we turned 5. So tumekuja hapa Esther Home. Tuliwahi kuja. So tumekuja kusema asante. And this our asante, we are sharing it with you as our good friends and community. Sindio? So tutakata keki. Alafu tutaendelea na mbwembwe kidogo before we depart. Timu ya kina Muge imekuwa na nyinyi earlier, si ndio? Mkikuwa hapo ndani kwa hall, they have talked to you, they have shared the word, na si imekuwa ya maana. Ulikuwa umejipanga kwa hiyo kweli? Wako umejipanga tu keki, si ndio? Tumbo tu ilikuwa inaona tu keki. Imeshinda tu ikisema tu wanakuja saa ngapi. Hii watawahi fika. But here we are, si ndio? Ingawaji leo nimejumuika na kikundi kinajiita Transrift Films. Tumekuja ili wanasema aje? Mbwembwe. Nafurahi kushare cake pamoja na sisi sote. Bila kusema mengi, nadhani nitaombea tu keki. Alafu kabla appetite ipotee, kila mtu akuwe ameonja, si ni ukweli? Let's believe and pray. Father, we thank you for this particular day. This is the day that you have made. We are rejoicing and we are glad in it, oh God. Thank you for everyone that is here, oh God. Thank you for your mercies. Thank you for your grace. Thank you for your strength. Thank you for allowing us to be here. Thank you for the wonderful weather. And thank you for each and every soul that is here. We add our voice whenever the living beings give glory and honor and adoration unto you, O God. Thank you. Bless this meal before we take it. In Jesus' name we pray. Amen. Asanteni. Nitataka watu kadhaa apart from hawa watoto wale tutakata pamoja keki. Teen moms. Oh. Zeni. Na Fanisi. DJ. DJ, fanya ile maneno unafanyanga huko Zimbabwe. Kata. 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 Sema kata. DJ weka wimbo. Weka wimbo. Wataona taabu hawa. Kata. Ongeza sauti. Ongeza sauti. Ongeza sauti. Imba. Tam tam tam. Keki tamu. Mpaka niwauzie. Mpaka niwauzie. DJ tuongeze sauti kidogo. DJ, hiyo sauti iko chini kwa. Kwani nikufa? Asante sana kwa Bag ya nini? Alele mtoto. Tamlani ya nini? Tengo na picha koto. Kokorokoto. Kapa imepika macho fule kwa mabovu. Nakuja na taxi, sikuji na taxi. Tena kona maji nisitoshe mama. Black paper iko na TV ndani. Kakirunda mtaniambia tu zangu zimeenda wapi. Unapangiwa line kijaba wewe. Hakujua mzuri, kitu umegrow na wewe. Piga energy kama umekunywa soda na keki wewe. Twende nalo. Piga mabeka.
Kando. Tena kando. Twende nalo wewe. Ndio hiyo. Twende nalo. Twende nalo. Twende nalo. Ndio hiyo sasa twende. Ati nini? Wewe. Enda na energy. Energy. Chapa. Tap tap tap. Wewe. Peleka. Ati. Wewe. Eti tamla ni ya nini? Kinywaji tukunywe. Right so. Thank you so much. Watoto wasikie vizuri wewe. Twende nalo. Twende nalo. Cheza na maringo wewe. Cheza na maringo wewe. Ongeza maringo kidogo. Add maringo. Iyo. Mumeona? 1 2. 1 2. Aya, chapa na maringo, chapa na maringo. Right. Asante sana DJ. Tafadhali DJ. Kila mtu amejibamba. Hata mimi nashukuru kama kila mtu amejibamba. Hata mimi mnakumbuka msichana fulani tu wa Morin? Yes. Morin amenituma niwasalimie. Lakini bado mliniita Toto lakini mmesahau. Mnakumbuka Toto? Toto alikuwa anashumbua hapo ndani. Mmekumbuka sasa? Mmekumbuka Toto? Shasheni. Mmenikumbuka sasa? Mmenikumbuka kabisa? Sasa nataka nyinyi wenye mmejitaja majina, mlikuja hapa mapema, mtu aseme ajui jina ya mtu. Ya mtu yote. Kama ujui na nikikupointia na unasema nani? Wewe umekuwa na nani? Raf. Nataka kwa hawa watu wenye tumekuwa na umedance na kama ajui jina yako, si poa. Anakupea tu 50 bob. Na huyu. Aya. Hata hujua ajue jina. Ai. Inakuwa aje? Ni mbaya. Campbell, jina? Mambo. Naitwa nani? Tumesema umekuwa na yeye mpaka sasa tunamaliza. Haujui jina? Aje. Jina? Unaitwa nani? Ona, peana namba. 50 bob. Mimi sijakataa. Nasema namba. Kameramani amewapiga mapicha. Kameramani tuwezi mdhulumu, hajajua. Lakini kuna Mai alibeba mtoto hapa. Mai atuambie jina ya mtoto. Ataje jina, si ndio? Jina tafadhali. Beldina Namisi ama Mai. Jina ni nani tena? Mai. Aya, tuko na aka kijana. Inaongea. Hi. Kwa majina naitwa. Hapo kwa hai ni uongo. Okay. Praise God. Ama nianze aje? Anza tu upya. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Kwa majina naitwa Caleb Hamisi. Shasha. Ambia kwa jina. Ni ajeni? Mko poa? Okay, mimi naitwa Mswahili Ishmael. Okay, mimi naitwa Mswahili Ishmael. I'm a media practitioner. Tuambie kwa jina. Hi. Mkoje? Naitwa Pasaline Miheso. Huyu?
Ngoja kwanza. Huyu mnamjua? Jina nani? Jina nani? Sasa kuna haja ajitaje tena.